Sawa, tuangalia imani ya Mungu. Jana nakumbuka tukaangalia kwamba katika Warumi 3:3 tukaangalia kwamba ndani ya moyo wa Mungu kuko na imani. Tukaona neno faith of God. Tukaona neno faith of God. Tukaanza kujiuliza, hii faith of God, imani ya Mungu ni nini? Mungu ameka imani kwa kitu gani Mungu? Hii imani ya Mungu yatokana na vipi? Tukaangalia kwamba kuna mtu ambaye Mungu alimtoa, ambaye ni mwanawe, ambaye ni Yesu Kristo. Mungu akamtoa Yesu Kristo, alafu akaamini ndani ya moyo wake, akiamini ndani ya moyo wake kwamba kupitia huyu Yesu Kristo ulimwengu mzima ukimwamini Yesu Kristo, basi ulimwengu mzima kupitia Yesu Kristo utaokolewa, ama utapewa ukombozi, utapewa utakatifu, utapewa haki, utapewa bila mawaa, utapewa bila lawama. So hii ndio imani ambayo inaanza katika moyo wa Mungu. Sawa, katika moyo wa Mungu kabisa kuna imani. Mungu akimtoa Yesu Kristo alikuwa na imani, na yuko na imani 100%. So Mungu anataka mimi na wewe tuweke hii imani ya Mungu. Hii amemtoa Yesu, akiamini kwamba yule atakayemwamini Yesu Kristo atapewa utakatifu, atapewa haki, atakuwa bila dosari wala mawaa mbele za Mungu. Hiyo imani ambayo iko kwa Mungu, mimi na wewe Mungu anataka tuiamini, ili yale ambayo Mungu ametangaza kwa Yesu Kristo, ama yale ambayo Mungu anaamini kwa Yesu Kristo, yawe yako na yawe yangu vile vile. Tumeelewana? Tukaangalia huyu ambaye aliyetolewa, Mungu ana imani 100% kwamba Yesu Kristo hana dhambi. Yesu Kristo ni sinless, hana dhambi. Tukasoma waraka wa kwanza wa Petro 1:18 na 19 na hata 20. Tukaona kwamba 18 Mungu anaongea kuhusiana na ukombozi, kwamba sisi hatujakombolewa kwa vitu viharibikiavyo kama dhahabu, kama fedha, hatukuokolewa kwa hivyo. Lakini Mungu ndani ya moyo wake anasema tumekombolewa, chini anasema kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, ambao Mungu anazidi kufafanua, anasema damu hii ya Yesu Kristo haina mawaa. So Mungu ndani ya moyo wake ana imani kwamba hii damu ya Yesu Kristo haina mawaa. Mungu ndani ya moyo wake anaamini kabisa damu ya Yesu Kristo haina lawama. So yule yote atakayeamini damu ya Yesu Kristo, Mungu anaamini atakuwa bila mawaa. Mungu anaamini atakuwa bila lawama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio imani ya Mungu. So wewe na mimi ambaye tuko hapa, tupaswa tujue imani ya Mungu ni gani. Kumbe Mungu anaamini ile damu ya Yesu Kristo haina mawaa, haina lawama, ni takatifu 100%. Mungu anataka wewe uamini hivyo, maana imani chanzo chake ni kusikia. So paka nisikie kile ambacho Mungu anaamini kwa Yesu Kristo, alafu wewe ukisikia, mimi nikisikia, nikiamini hivyo hivyo, nipoke imani ya Mungu. Tumeelewa? Niamini nini? Niamini venye Mungu anaamini. Nikiamini damu ya Yesu Kristo ambao haina mawaa, mimi pia nitakuwa sina mawaa. Umeelewana? Nikiamini damu ya Yesu Kristo ambao Mungu anaamini, damu hii ya Yesu Kristo mtapata kukombolewa. Niamini kwamba kwa hii damu ya Yesu Kristo nimekombolewa. Hiyo ndio imani ya Mungu. Ni sawa? Tukaangalia Wakorintho wa kwanza 1:30. Tukaona Mungu anatuhesabu sisi ndani ya Yesu Kristo. Hii ni imani iko ndani ya Mungu. Ndani ya moyo wa Mungu anatuhesabu sisi ndani ya Yesu Kristo. So sisi tumefanywa katika Kristo. Hiyo ndio imani ya Mungu. Hiyo ndio Mungu anaamini. Mungu anaamini wewe umefanywa. Sawa? Wewe umefanywa. Hii ni imani ya Mungu. Mungu anaamini wewe Petro umefanywa ndani ya Kristo utakatifu. Waelewa? Ndani ya moyo wa Mungu anaamini. Wakorintho wa kwanza 1:30. Tukaangalia ndani ya moyo wa Mungu anaamini
Mungu amekufanya ndani ya Yesu Kristo mtakatifu. Yaani Kristo amefanywa kwetu. Kristo amefanywa kwako utakatifu. Hii ndio imani ya Mungu. Mungu anaamini Kristo nimemfanya kwa mpendwa huyu mtakatifu. So huyu mpendwa anafaa aamini venye Mungu anaamini kile amemfanya katika Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya Mungu. Umeelewana? Mungu amekufanya. Mungu ametufanya sisi ndani ya Yesu Kristo kuwa utakatifu. Yesu amefanywa kwetu. Mungu hana shaka. Tarejelea tena. Mungu hana shaka na Yesu Kristo. Sawa? Hana shaka na Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza 1:30. Mungu anasema sasa, huyu Yesu Kristo ambaye sina shaka naye amefanywa kwako. Sawa? Mungu anajua kabisa Yesu ni mtakatifu. Yesu ni haki. Yesu ni ukombozi. Yesu Kristo ni hekima ya Mungu. Hiyo Mungu ana shaka na hiyo. So Mungu anasema mimi sina shaka na Yesu ni mtakatifu. Mungu anasema hana shaka na Yesu ni mwenye haki. Mungu anasema hana shaka na Yesu ni ukombozi. Then Mungu anasema huyu Yesu nimemfanya kwako. Huyu Yesu nimemfanya kwako. Hiyo ndio imani ya Mungu. So mimi napaswa, wewe unapaswa uamini kile Mungu ambacho anaamini amekufanya katika Kristo Yesu. Amina. Umeelewa? So nisiwe na shaka kwa sababu si imani yako tena. Ni ile imani ya Mungu, faith of God. Faith of God. Hiyo faith of God ndio inakuwa your faith. Utakaposikia Mungu anaamini nini kwa Yesu Kristo. Tumeelewana? Yeah. So natumai leo tutaangalia kuhusiana na mkondo mwingine ambao imekuwa muhimu sana uelewe hiyo misingi ambao tulianzia, na pia Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu azidi kujenga juu ya kila ambacho umesikia ili kiendelee kufanyika imani. Shabaku ni imani ya Mungu. Ile imani iko ndani ya Mungu ndio Mungu anataka mimi na wewe tuiamini, alafu iwe imani yetu. Tuwe hatutembei katika imani yetu, lakini tutembea katika imani ile ya Mungu ambayo tumeiamini ikawa imani yetu. So tukawa tutembea katika imani ya Mungu. Tutembea katika imani ya Mungu. Hana mawaa Yesu, Mungu anasema. Nimeamini Mungu amesema hana mawaa, na mimi leo sina mawaa. Natembea katika hiyo imani hata baada ya wokovu. Naendelea kutembea katika hiyo imani. Tumeelewana? So tutaangalia kitu kingine sana haya. Kwanza ningependa tusome Warumi 3 mstari wa 3. Tutasoma na Kiswahili na pia ikiwa vyema tusome pia na Kiingereza. Warumi 3 Romans 3:3 inasema For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Yeah, the faith of God without effect. Hiyo neno the faith of God. The faith of God. Faith of God ni imani ya Mungu. Hiyo neno faith of God. Hiyo neno faith of God. Hiyo ndio Sabato tunaiangalia, faith of God. Tukaona faith of God ni imani ya Mungu. So hino imani ya Mungu na tumeangalia ni ile imani ambao Mungu anaamini kwa Yesu Kristo, ni sadaka ambao haina mawaa. So haifai niwe na shaka kabisa. Shaka yangu kwa Yesu Kristo itakuwa naeka mawaa sasa. Shaka yangu ndo naeka mawaa. Lakini imani ya Mungu ni Yesu hana mawaa. Imani ya Mungu ni Yesu hana lawama. Imani ya Mungu ni Yesu, yule atakayemwamini atakombolewa. So nafani amini vile Mungu anavyoamini, uamini vivyo hivyo, ili iwe sasa venye Mungu anaamini iwe imani kwako. Itakuwa una imani yako, utakuwa una ile faith of God. Wenye Warumi 3:3 inasema faith of God. Hiyo faith of God ndio hiyo imekuwa tukizungumzia.
Umeelewana? So tutazidi kuangalia sana sasa na wakati wa Agano la Kale. Tutaangalia kuhani ambaye ni Haruni wakati wa Agano la Kale. Ni nini ama ni kwa njia gani wanadamu walikuwa wanapata ondoleo la dhambi? Mungu kwa imani kabisa akasema kuwe na kuhani. Mungu ndani ya moyo wake anaamini kabisa watu hawawezi kusamewa dhambi pasipokuwa na kuhani. So ndani ya moyo wa Mungu anaamini 100%. Nitasimamisha kuhani na kupitia huyu kuhani watu watasamewa dhambi zao. To Mungu anataka mimi na wewe tuamini vile yeye anaamini. Anaamini kwamba ili sisi pia tusamehewe dhambi zetu ni lazima kuwe na kuhani. Mungu anaamini dhambi zetu haziwezi samehewa mpaka kuwe na kuhani. Then Mungu anasimamisha kuhani ambaye anaitwa Aaron. Mungu akisimamisha Aaron, alipoongea na Musa, Aaron pia alikuwa msaidizi wa Musa. Mungu akaja akamsimamisha Aaron kama kuhani. So Mungu akisimamisha Aaron, ndani ya moyo wa Mungu, faith of God, ndani ya moyo wa Mungu ni kwamba namsimamisha Aaron ili wanadamu wasamehewe dhambi. So wanadamu wanafaa waamini kwamba Mungu ameamini kupitia Aaron watasamewa dhambi. Tumeelewana? Waamini kwamba chenye Mungu anaamini nasimamisha kuhani musamewe dhambi. Kwa nini Mungu anasimamisha kuhani? Imani yake ni musamewe dhambi. Mungu anashaka na hilo. Mungu anajua kuhani akisimamishwa dhambi watasamewa. Then mimi yafani amini nini? Mimi na wewe ni kwamba Mungu amesimamisha kuhani kwa niaba yangu ili nisamewe nini? Dhambi. Na dhambi nitasamewa kwa sababu Mungu anaamini nitasamewa dhambi kupitia kuhani. Hiyo ndio faith of God. Tumeelewana? So wanadamu wakawa wanaamini hiyo na wako wanashaka na hiyo. Wakawa wanatembea na imani ya Mungu. Mungu amesimamisha kuhani ili tusamewe dhambi. Na wakawa wanashaka na hilo. So tutaangalia kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi. Tutasoma kwa Kiswahili. Mambo ya Walawi ni Leviticus. Mambo ya Walawi 4. Taangalia jinsi dhambi ilikuwa inasamewa na huu ni utaratibu wa Mungu. Hii ni injili ya Yesu Kristo. Yesu ni neno, tuliangalia Yesu ni neno na Biblia yote ni neno. Na katika hii neno ambao ni Yesu Kristo, watu wanapoamini hiyo injili ya Yesu Kristo wanakutana na nguvu za Mungu alafu wanapata wokovu. Sawa sawa. So tunataka tusome Mambo ya Walawi. Tuangalie 4. Mambo ya Walawi 4. Acha tusome Kiswahili. Mambo ya Walawi 4. Unaweza anza mstari wa 27. Unaweza soma. Mambo ya Walawi 4 kuanzia mstari wa 27, maandiko yanasema kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana, yeye ana hatia. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda, ni lazima alete mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda. Kwa ajili ya dhambi aliyotenda. Hapa kuna utaratibu, imani ya Mungu. Sawa? Tuwe makini hapa. Hii ni imani ya Mungu. Mungu ndo anaamini kwamba mtu akitenda dhambi, akijulishwa ile dhambi yake. Imani ya Mungu. Mungu anaamini mtu akitenda dhambi, akijulishwa ile dhambi yake, anafaa ende akatafute mbuzi, mke mkamilifu. Hiyo ndio imani ya Mungu. Tafadhali tuwe makini hapa. Kile ambacho Mungu anaamini ni mtu akitenda dhambi, akishajulishwa dhambi yake, haendelei tena kufanya ile dhambi. Sawa? Haendelei tena kuogelea katika ile dhambi. Ukishajulishwa dhambi yako, neno la Mungu leo likikujulisha dhambi yako, haufai uendelee kutenda ile dhambi. Mungu anataka sasa uache ile dhambi. Ushajulishwa kwamba nimefanya dhambi, niache ile dhambi, nitafute toleo ya ile dhambi, sadaka ya ile dhambi.
Nikijulishwa mimi ni msherati, nikijulishwa mimi naendelea kutenda usherati kwa sababu ndani ya moyo wangu niko na mbegu ya usherati. Mimi ni kizazi cha Adam, nimeanguka tangu bustanini mwa Edeni, na matunda yangu yote ni mabaya. Nikishajulishwa hivyo, Mungu hataki niendelee katika uchafu huo. Mungu anataka nitubu. Kutubu ni kuacha na kugeuka kwenda kufuata toleo la dhambi ama sadaka ya dhambi yangu. Tumeelewana? So hapa tunataka tuangalie toba. Mungu hakupitisha toba hapa. Yaani hakupita toba. Mungu anapitisha pia toba katika hili andiko. Nimefanya dhambi, nimejulishwa. Kitu cha kwanza, huwezi kutubu kama hujajulishwa makosa yako. So lazima kuwe na toba. Ndio maana mara kwanza mlipoanza kusikia injili, mlianza kujulishwa dhambi zenu kupitia injili ya Yesu Kristo. Mkaanza kujua dhambi zenu, zile ambazo ulikuwa unafikiria hata si dhambi. Kwanza hii kumbe ni dhambi. Masturbation kumbe ni dhambi. Hii kumbe ni dhambi. Usherati kumbe ni dhambi. Hizi zote kumbe ni dhambi. Mimi sikuwa najua hizi dhambi. Hukuendelea tena na hizo dhambi. Ulipojulishwa dhambi kwa uwezo wa Mungu na Roho wa Mungu, ulianza toba. Toba ilianza kufanya kazi. So hivi ndio Mungu anasema, mtu akishajulishwa dhambi yake asiendelee kukaa katika ile dhambi. Awache dhambi yake, alafu aende kutafuta ile sadaka ambayo ilitolewa ama itatolewa kwa ajili ya ile dhambi yake. Hii ndio imani ya Mungu. Ukishajulishwa dhambi yako, Mungu anaamini. Ukijulishwa dhambi yako, basi hapo ndio toba itaanza. Na utawacha dhambi yako na ugeuke utafute sadaka kwa ajili ya hiyo dhambi yako. Tumeelewana? So katika andiko hili kuna toba. Katika andiko hili kuna ukishajulishwa. Leo tuwajulishwa vipi? Wagalatia 5:19. Naweza kusoma leo Mungu anatujulisha vipi dhambi zetu. Leo mtu ataokolewaje? Mtu hawezi kuokolewa pasipo toba kwanza. Lazima kwanza kuwe na toba, kufahamu dhambi zako na kugeuka kutoka kwa dhambi zako. Alafu ndio uanze kuangalia ile sadaka ambayo Mungu anaitoa kwa ajili ya hiyo dhambi yako. Tumeelewana? Wagalatia 5, tusifunge hapo lakini tutarudi, lakini tuangalie Wagalatia 5 mstari wa 19. Kipata unaweza soma tafadhali. Wagalatia 5 mstari wa 19. Naam. Maandiko yanasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, hayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya, kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Mara kwanza ili andiko liliposomwa, tulianza kuona dhambi zetu. Nimekuwa katika ufisadi, nimekuwa katika hasira, nimekuwa katika kiburi. Hizi zote nimeziona. Imani ya Mungu ni kwamba akishajulishwa dhambi yake, asiendelee kwa dhambi yake. Venye tulivyojulishwa, venye Roho Mungu alivyotujulisha dhambi zetu kupitia neno lake. Venye ulipojulishwa dhambi zako, hukuendelea tena na dhambi zako. Ukoona kwamba hawa hawana urithi katika ufalme wa Mungu. Yaani hawata urithi ufalme wa Mungu. Mungu ongei kuhusiana na nyumba. Mungu ongei kuhusiana na dhahabu ama medali. Mungu akisema hautaurithi ufalme, anamaanisha hautaurithi uzima wa milele. Watu wanarithi ufalme ambao ni uzima wa milele. Mtu mmoja alikuja kwa Yesu akamwambia, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa milele? Nifanye nini ili niweze kurithi? Sawa. So hapa akuongei kuhusiana na nyumba Petro. Akuongei kuhusiana na nyumba. Hapa inaongea kuhusiana na kurithi ufalme wa Mungu, ni kurithi uzima wa milele ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu anataka nikishajulishwa dhambi, hapo ndo anawacha ile dhambi, aendelee tena kuogelea kwa ile dhambi, anawacha.
kuacha dhambi ndio njia moja ya toba. Nikishajua uzinzi ni kitu ambacho sistahili kuendelea nacho na nikikifanya nitakufa, Mungu ananiambia sasa nitubu, nigeuke kutoka kwa ile dhambi, niache completely. Alafu nimgeukie sasa nani? Yesu Kristo ambao ni sadaka. Umeelewana? Nimgeukie Yesu Kristo. Yes. Sawa? So mtu akishajulishwa imani ya Mungu, hiyo yote ni imani ya Mungu. Imani ya Mungu inafaa iwe imani yako. Mimi na wewe tunafaa tuamini kila ambacho Mungu anaamini. Bila kupunguza chochote. Hiyo ndio Mungu anaamini. Ukijulishwa dhambi zako, umepata toba, wacha na dhambi zako, geuka kutoka kwa dhambi zako. Hiyo ndio Mungu anaamini ndani ya moyo wake. So wewe unapaswa uamini hivyo hivyo ili utembee katika imani ya Mungu, faith of God. Hiyo ndio imani ya Mungu. Isipungukiwe chochote, nisiongeze chochote, nisipunguze chochote. Faith ya Mungu venye iko 100%, ninafaa nipokee hivyo hivyo 100% with boldness na ujasiri. Manake si imani yako, si imani yangu, ni imani ya nani? Ya Mungu. Si imani ya shirika, si imani ya mchungaji, si imani ya mwalimu. Ni 100% faith of God. Nikishajulishwa dhambi zangu, toba inaanzia hapo, kugeuka katika lile kosa. So toba ni nini? Kutubu ni nini? Tuangalie kitabu cha Ezekieli 18 mstari wa 30 na 31. Wacha neno la Mungu likuadhiri, wacha likuadhiri. Ezekieli 18 mstari wa 30 na 31. Naweza soma tafadhali? Ezekieli 18 mstari wa 30 inasema, kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Naweza rudia tena? Ezekieli 18 mstari wa 30 inasema, kwa hiyo nyumba ya Israeli, nitawahukumu kila mmoja sawasawa na njia zake, asema Bwana Mwenyezi. Tubuni, geukeni kutoka makosa yenu yote, ndipo dhambi haitakuwa anguko lenu. Acha tu angalie paka hapo, alafu tutashuka 31. Huyu mtu akishajulishwa dhambi yake, wewe leo ukishajulishwa dhambi yako kwa Galatia 5:19, ukishajulishwa, then wajua kwamba hautarithi uzima wa milele. Then na maana wote ingia jehanamu ya moto. Nikishajulishwa hivyo, toba inaanzia hapo. Nageuka kutoka kwa lile kosa. Mungu anasema kutubu. Nitahukumu nyumba ya Israeli, kila moja sawasawa na matendo, sawasawa na njia zake. Njia zangu zimekuwa mbaya, njia zako zimekuwa mbaya. Mungu anasema kwa njia zako nitakuhukumu. Mungu anatuhukumu katika hizo njia zako. Zile njia ambazo umekuwa ukifurahia, pengine usherati, pengine usinzi, pengine punyeto, pengine vita, pengine kiburi, mimi na wewe, pengine kwa dhambi hizo zote tumekuwa tukifurahia. Mungu anasema kwa hizo dhambi basi nitakuhukumu. Nikijua nitahukumiwa kwa hili, nageuka. Mungu ananiambia sasa tubu. Geukeni mkatubu, mkaache makosa yenu yote. Mungu anasema toba ni kuacha makosa yako yote. Mlevi hawezi kuacha hii. Mimi nilikuwa mzinzi, siwezi kuacha uzinzi mpaka nisikie neno, nione mimi kama mzinzi naenda kuhukumiwa, naingia jehanamu na sina urithi. Alafu niamini hilo neno. Mungu ananiambia nitubu, nigeuke kutoka kwa makosa yangu yote. Hilo neno ninapoliamini kwamba Mungu ameniambia nigeuke kutoka kwa makosa yangu yote, hilo neno unapoliamini 100%, maana injili iko na nguvu. Injili ya Kristo iko na nguvu, iko na nguvu ya Mungu. So ninapoamini hilo neno kwamba Mungu anataka nitubu, ugeuke kwa dhambi zako zote, kwa makosa yako yote, ukiamini, then Mungu anakupatia nguvu ya kugeuka kutoka kwa makosa yako yote. Imani katika hilo neno la toba. Lakini nikiwa bado nataka niendelee kuenjoy, sitageuka. Nitashindwa, mbona siachi pombe? Ndani ya moyo wangu bado napenda pombe. Lakini neno la Mungu likinihukumu kwamba mimi naingia jehanamu,
Na Mungu ananiambia atanihukumu katika njia zangu. Na hizi njia zangu si nzuri, ni za kuelekea jehanamu ya moto. Sina urithi katika ufalme wa Mungu. Sina urithi wa uzima wa milele. Na Mungu ananiambia atanihukumu. Mungu ananiambia tubu. Tubu ni nini? Geuka kutoka kwa makosa yako yote. Nikiamini kweli mimi sina amani na ulevi. Mimi hii nafsi yangu itaingia jehanamu. Nikikubaliana na hili neno, Mungu ameniambia nitubu, Mungu ameniambia nigeuke, Mungu ameniambia niache makosa yangu yote. Nikikubaliana na hilo neno, linafanyika imani. Napokea imani ya nani? Imani ya Mungu, faith of God. Hiyo imani ya Mungu akiniambia tubu kwa makosa yako yote, nikiamini hiyo imani iko kwa Mungu, nikiamini makosa yote na tubu. Wewe, toba ni zawadi. Toba ni zawadi. Mungu ndo anakuamuru tubu. Nikikubaliana na neno la Mungu, nikiweka ndani ya moyo, neno linihukumu, kweli Mungu anataka nitubu. Alafu nikubaliane na hilo neno na niamini hilo neno, kwa uwezo wa Mungu, Mungu anakupatia toba. Toba ni sawa na wokovu. Venye Mungu anakupatia wokovu kwa imani, venye Mungu anakupatia wokovu kwa neema, toba ni hivyo. Mzinzi hawezi kutoka kwa uzinzi kwa sababu ndani yake kuna mbegu ya uzinzi. Lakini neno la Mungu likimchoma, neno la Mungu likianza kukabiliana na moyo wake, ananyimwa amani. Na kama kweli Mungu amemwandika katika kitabu cha uzima kama wewe na mimi, basi Mungu ataanza kumvuta. Na Mungu akimvuta na injili ya Yesu Kristo, akiamini kwamba Mungu anataka atubu makosa yake yote, akilipokea kwa imani, basi makosa yake yote anapata toba. Amen. Melewana. So siku ngangana. Ukiona mtu anangangana kuacha kitu, ukiona mtu anangangana sema nimejaribu sana kutubu hii lakini nimeshindwa, kuna njia ambayo atubu vizuri. Shida ni katika injili. Hajaelewa injili. Kama toba yangu iko na wasiwasi, ina maana sijaelewa injili ya Kristo. Maana nikielewa injili ya Kristo, alafu nielewe toba inatoka wapi, alafu nielewe toba katika moyo wa Mungu. Mungu anasema tubu makosa yako yote. Hiyo ni imani ya Mungu. Nikikubaliana na hiyo imani ya Mungu na niamini hiyo imani ya Mungu, then toba inafanyika. Yeah. So nikipata mtu anangangana na mwili, anangangana katika mwili, anasema najaribu kutubu, anatubu katika mwili, hataweza. Kuna shida. Ni ni 100% hajakutana na injili ya Kristo. Hajakutana na neno, ambao neno ni injili yote ya Yesu Kristo, kitabu chote. Hajakutana nayo ipasavyo. Wenda nafikiria pengine nikibadilisha mawazo yangu ndio toba, ama ningangane kuacha ndio toba. Lakini toba ya kibiblia inatoka mbinguni. Na lazima ukikubaliana na imani ya Mungu, lazima utawacha makosa yako yote ukikubaliana na hili neno. Maana neno lina nguvu. Mungu aliposema bahari igawanyike, maji yagawanyike, yaligawanyika, si ndio? Ni hilo neno, ambalo hilo neno ni Yesu Kristo, ambalo hilo neno ndio injili ya Yesu Kristo, ambayo iko na nguvu ya kukupatia toba. So huyo mtu akishajulishwa dhambi zake, atajulishwa vipi? Lazima kulikuwa na sheria. Sheria ni neno la Mungu. Neno la Mungu likimdulisha dhambi zake, kweli hili neno, na yeye akikubaliana, hili neno lina nguvu, linamfanyia huyo mtu aache uovu wake. Tumeelewana? So hiyo ndio imani ya Mungu. Akishajulishwa dhambi zake, toba inatoka wapi? Ni mtu atangangana kuacha uovu wake, alafu ndo akachukue huyu mbuzi mke mkamilifu. Atangangana kuacha sigara ama pombe ama ushirati, angangane kwa sababu nikishajulishwa huu ni ushirati, na kesho na mimi nitaanguka tena kwa ushirati, then sitapeleka mbuzi mkamilifu. Nikishaonyeshwa dhambi yangu na nikiamini Mungu anataka nitubu, na nikiamini moyo wa Mungu anaamini kwamba nikiamini nitatubu makosa yangu yote, hiyo imani ya Mungu inakufanya utubu makosa yako yote. Amina. Umeelewa? Yes, kama ungeweza kutubu makosa yako yote, kama mwanadamu angeweza kutubu makosa yake yote, Mungu angetuambia tutubu makosa yetu yote. Umeelewa? So Mungu anaamini mwanadamu kupitia neno anaweza kutubu makosa yake yote.
Tumeelewana? Ndio maana ameiandika hapa. Hiyo ndio imani ya Mungu. So wewe na mimi tunafaa tu transfer mioyo yetu kwa Ezekieli 18 mstari wa 30 na 31 kuwa Mungu anaamini anaweza kunipatia toba. Tutaangalia ni zawadi. Anaweza kukupatia toba ukageuka kwa makosa yako yote. Tumeelewana? Yeah. Tuangalie 31. Tupilieni mbali makosa yenu yote mlioyatenda. Tupilieni mbali makosa yenu yote mlioyatenda. Then Mungu akisema hivi, imani ya Mungu ni kwamba anaamini mwanadamu akiamini hili neno, Mungu mwenyewe atampatia toba na atatupilia mbali makosa yake yote. So baada ya kugeuka kwa dhambi, nimewacha makosa yangu yote. Wacheni makosa yenu yote. Nimewacha makosa yangu yote. Nimegeuka kutoka kwa makosa yangu yote, ni kuyatupilia mbali. Na utafanya hiyo kwa uwezo wako. Ukikubaliana na imani ya Mungu, Mungu atakupatia toba na utaweza kutupilia mbali makosa yako yote. Ni neno. Tarudia tena. Toba asili ya kung'ang'ana. Wacha. Mbona unaendelea? Toba ni watu waambiwe kweli. Mungu anataka waache njia zao mbaya na wafahamishwe kweli kwa asili yao hawawezi kuacha. Ni waamini neno la Mungu. Kwa Mungu anataka waache njia zao mbaya na waamini kwamba wanaweza kuacha njia zao mbaya kupitia ile imani Mungu anaamini. Watawacha kwa imani. Zakayo alipokutana na Yesu, Zakayo ambaye alikuwa anachukua pesa sana, alipokutana na Yesu alimhubiria neno. Zakayo mwenyewe ndani ya moyo wake kweli akaanza kuhukumika na lile neno. Aliacha makosa yake yote. Alisema mali yake nusu anapatia maskini, alafu mali yake nusu maskini, alafu wale ambao amechukua kwao amewaibia anawaregesha mara 4. Mara 4. Aliona mara moja hata haitoshi kuwalipa ule uchungu alikuwa nao. Mara 2 haitoshi, mara 3 haitoshi. Akasema ni afadhali nipeane kabisa kila kitu mara 4 na waregeshea. Nani anabadilisha moyo wa Zakayo? Nani anageuza Zakayo kutoka kwa makosa yake yote? Ni Mungu kupitia Yesu Kristo. Ni lile neno Yesu Kristo ananena nalo. Na ni hii toba. Hii neno ndio inakupatia toba kamilifu kutoka kwa Mungu. Unawacha kila kitu. Si kwa nguvu zako, lakini kwa nguvu ya hii neno. Na ile imani iko kwa Mungu. Mungu ana imani. Ukiamini utaacha makosa yako yote. Mungu ana imani. Ukiamini hili neno akikwambia utubu, utatubu makosa yako yote na utayatupilia mbali. Then mimi na wewe tunafaa tuamini hiyo ambayo Mungu anaamini. Alafu makosa yetu yenyewe Mungu atatupilia mbali. Toba ni zawadi. Toba inatoka mbinguni. Toba ni kuacha makosa yako yote na kuyatupilia mbali. Sawa? Ukisoma paka hapo ni sawa. Najua inaendelea, lakini paka hapo nimelewa kwamba hakuna mali Mungu ameruka toba. Mungu anaamini ndani ya moyo wake. Mwanadamu akitii neno na akiamini ile imani ambayo iko ndani ya moyo wake, anaweza chakua ana uwezo, si 50-50, ni imani ya Mungu. 100% ana uwezo wa kuacha makosa yake yote na kuyatupilia mbali yote. Hiyo ni imani ya Mungu. Nini imekufunga? Mungu anaamini. Then mimi na wewe tupasa tuamini hilo neno na ile imani iko kwa Mungu, then makosa yote yaondolewe. Kwa jina la Kristo inawezekana. Maana toba, tuangalie kitabu cha Timotheo. Toba si nguvu yako. Toba si nguvu ya mwanadamu. Toba si nguvu yetu. Toba inatoka wapi? Mbinguni. Na yule ambaye anayekupatia toba anajua makosa na anajua ile nguvu iko ndani ya toba ambayo anakupatia. Umeelewa? Ya Mungu ako na ratili. Anajua ile toba akikupatia, lazima hiyo toba atakupatia ni ya kibibilia na itashinda makosa yako yote. Timotheo, toba ni zawadi. Toba ni zawadi. Kumbuka neno ambalo tuangalia zaidi ni faith of God. Mungu anaamini nini? Mimi niamini.
Mungu anaamini nini, wewe uamini iwe yako. Hiyo unatembea na imani ya Mungu. Timotheo wa pili asante. Timotheo wa pili 2:25. Timotheo wa pili 2:25. Timotheo wa pili 2:25 inasema. Naam. Inampasa kuwaonya. Ndio hiyo. Inampasa kuwaonya kwa upole wale wanaopingana naye, kwa matumaini kwamba Mungu atawajalia kutubu na kuijua kweli. Naweza rudia tena tafadhali? Timotheo wa pili 2:25 inasema, inampasa kuwaonya kwa upole wale wanaopingana naye, kwa matumaini kwamba Mungu atawajalia kutubu na kuijua kweli. Mungu atawajalia. So toba ni majaliwa. Hii yangu inasema, hii na neno jepesi hapo, akiwaonya kwa upole wao wanaoshindana naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu. Sawa? Ili ikiwezekana, kwa sawa tu. Ili ikiwezekana Mungu awape kutubu. So kutubu inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Then mimi na wewe tunafaa tuamini kutubu haitoki kwako, inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Sawa? Na kutubu tumeona ni kugeuka kwa makosa yako yote na kuyatupilia mbali makosa yako yote. Hiyo ndio Mungu anaamini. Hiyo ndio imani ya Mungu. Niamini kwamba mimi ili nitubu, niache makosa yangu yote na niyatupilie mbali, ni Mungu atanipatia hiyo toba. So toba haitokani na mwanadamu. Haitokani na mimi kuacha chochote. Yatokana na mimi kusikia na nielewe moyo wa Mungu anaelezaje toba, na Mungu anaamini nini kuhusiana na hiyo toba, na mimi niamini, niipokee na izae matunda. Amen. Izae matunda. Amina. Izae matunda. So yote ni ile imani iko kwa Mungu. Ile imani iko kwa Mungu. Niipokee venye Mungu anaamini. Mungu anaona vipi toba? Ni mimi niache makosa yangu yote. Mwanadamu kweli anaweza kuacha makosa yake yote? Haiwezekani. Lakini Mungu anasema mimi niache makosa yangu yote. So mimi siwezi, lakini ili neno la Mungu nitaliamini vile lilivyo. Na venye Mungu anaamini mwanadamu atubu, awache makosa yake yote. Hivi ndio Mungu anaeleza toba. Basi mimi naamini hivyo, kwamba Mungu anaamini mwanadamu anaweza kuacha makosa yake yote. Naamini venye Mungu anaamini. Amina. Hapo ndio watu wanaacha makosa. Hapo ndio mlevi ambaye amelewa miaka 40, amelewa miaka 50, anasema hata sijui venye niliacha ulevi. Lakini ni kwa sababu alisikia toba ambayo iko kwa moyo wa Mungu, imani ya Mungu venye anaeleza toba. Akaamini ile imani ya Mungu, ile imani ya Mungu ikampa toba, ikamgeuza. Imani ya Mungu venye anaangalia toba, hiyo ndio inageuza mtu yoyote yule. Yesu hakuwa na shaka kugeuza kahaba. Alimpatia neno la imani, na alipoamini ile neno, alikuwa na ile imani ya Yesu Kristo kwa ile neno, na akabadilika. So yote, kwa nini watu wabadiliki? Kwa nini watu waelewi toba? Ni kila kitu kimechanganywa, mix up, kila kitu kimechanganywa, uchafu umewekwa. Hatupati neno ambalo ni pure kuhusiana na toba. Lakini nikipata imani ya Mungu kabisa ndani ya moyo wake venye anaongea kuhusiana na toba, na niondoe mawazo yangu, nichukue hiyo imani ya Mungu, alafu niamini Mungu ananiamuru niache makosa yangu yote na makosa yangu yote. Hiyo ndio Mungu anaona ndani ya moyo wa mwanadamu, ndani ya moyo wake. Anasema inawezekana Israeli kuacha makosa yako yote. Inawezekana mwanadamu kuacha makosa yako yote. Hiyo ndio ndani ya moyo wa Mungu. So mwanadamu anafahamini inawezekana kupitia toba ambayo nitakuwa na Mungu kuacha makosa yangu yote. Imani ya Mungu, faith of God. Faith of God, si dhehebu. Si mchungaji, si shule, si elimu, hapana. Venye nasikia kutoka kwa Mungu, nika imani yangu hivyo hivyo, then kila kitu kinaondoka. Toba.
So huyu mtu, tutarudi kwa Mambo ya Walawi 4, ilikuwa tumesoma 27. Akishapata toba, na tumeona toba inatoka mbinguni, ni Mungu anakupatia. Akishapata toba, amegeuzwa kutoka kwa makosa yake yote. Umegeuzwa kutoka kwa makosa yangu yote. Nimegeuzwa kutoka kwa makosa yangu yote. Hapo ndo anaambiwa akachukue mbuzi mkamilifu. Lakini seti akiendelea kwa yale makosa, penye sana sana mimi na wewe umekuwa tukisikia. Endelea tu katika makosa yako huu. Endelea tu wewe nso, endelea kusikia neno. Endelea kusikia neno, utaendelea. So uko katika neno na uko katika usherati. Uko katika neno, uko katika punyeto. Uko katika neno, uko katika vita. Uko katika neno, so unakuwa hakuna chochote pale kinafanyika. Ni kwa sababu hujaelewa ama sijaelewa toba clear line. Alafu niamini venye Mungu anaamini kuhusiana na toba. Naweza soma tena hiyo. Walawi. Ya Mambo ya Walawi 4. Mambo ya Walawi 4:27. Mambo ya Walawi 4:27 inasema, kama mtu katika jumuiya ametenda dhambi pasipo kukusudia na kufanya lile lililokatazwa katika amri yoyote ya Bwana, yeye ana hatia. Atakapofahamishwa dhambi yake aliyoitenda, ni lazima alete mbuzi jike asiye na dosari kama sadaka yake kwa ajili ya dhambi aliyotenda. Yeah. Akishajulishwa ule uasi wake, hataendelea katika hilo kosa lake. Nikishajulishwa, imani ya Mungu ni kwamba ukishajulishwa dhambi zako, geuka kutoka kwa dhambi zako, toba. Hakuna venye mtu anaweza pata ondoleo la dhambi, chukue makini. Hakuna venye mtu anaweza pata ondoleo la dhambi pasipo toba. Huwezi pewa ondoleo. Yesu Kristo Mungu hawezi kukupatia ondoleo la dhambi pasipo kukupatia toba. Lazima kwanza kupatie toba, alafu akupatie ondoleo la dhambi. Ndio anasema huyu mtu akishajulishwa ile kosa amelifanya. Ina maana nikijulishwa hili kosa nimelifanya na Mungu hataki, ina maana nitageuka kutoka katika hilo kosa, alafu niende kupitia Roho wa Mungu niongozwe kupata ondoleo la dhambi. Tutaangalia katika maandiko haya. Ndio maana baada ya kujulishwa, hiyo ni toba. Kujulishwa, hiyo ni toba. Kugeuka kutoka kwa hilo kosa, hiyo ni toba. Then nini nafuata? Nachukua mbuzi, imani ya Mungu hii. Nachukua mbuzi ili niende kutoa, ili nipate msamaha wa dhambi. Lakini nini imetangulia? Toba. Hiko imani ya Mungu. So nisiamini chochote chini ya hiki. Usiamini chochote chini ya hiki. Eti pengine naweza pata msamaha wa dhambi kwa njia nyingine. Haitakuwa sawa. Hiyo si imani ya Mungu. Hii ndio imani ya Mungu. Kwamba huyu akijulishwa dhambi zake, na moment ukijulishwa dhambi zako, hiyo ni toba. Lazima utageuka katika ile dhambi. Lazima utatengwa na ile dhambi yote. Ndio utaenda kuchukua dhabihu utoe kwa ile dhambi ambayo umegeuka ama umetubu. Tumeelewana? Hakukuwa na dhabihu ya kutoa dhabihu ndio ukatende dhambi. Haikuwa hivyo. So shetani anajaribu kutwist injili hapa. Nakwambia wewe amini Yesu Kristo, hata ukianguka utaendelea. Haikuwa hiyo. Hiyo si moyo wa Mungu. Hakuna venye nitaamini nimeokoka ama nimeongozwa katika ombi ama nimepata ahadi, alafu nikaamini Yesu ameniosha, alafu nitianguka kwa usinzi, wasinzi wanaingia jehanamu, alafu naambia usijali, hiyo pia Mungu ataifuta. Hawakuwa wanaenda kuanguka kwa dhambi. Elewa, iingie ndani ya moyo wako tafadhali. Hawakuwa wanaambiwa wasamewe dhambi, wachukue mbuzi mke, alafu ndo wakaanguke kwa makosa yao. Vile naambiwa ingia katika uokovu, alafu msamaha utaendelea kupata. Sivyo. Wakishajulishwa makosa yao, watubu, wageuka kutoka katika makosa yao, na toba inatoka mbinguni. Kijulishwa kweli, Mungu atakupatia huzuni kweli kwa yale umeyafanya. Na akikupatia huzuni kweli, utageuka kutoka kwa ile dhambi yako. Utageuka. Na toba inatoka mbinguni, lazima itakugeuza. Amina. Yes. Umeelewa? So
Hiyo ndio ilikuwa katika moyo wa Mungu, na uwe utaratibu wangu na utaratibu wako. Kusipunguke chochote. Lazima kuwe na toba kwanza, alafu ndio kuwe na msamaha wa dhambi. Tuangalie mambo ya Walawi inaeleza hayo. Mambo ya Walawi, tuwezekana tuende mbio kidogo. Mambo ya Walawi 5, Mambo ya Walawi 5 mstari wa 30 na 31. Mambo ya Walawi 5 30 na 31. Mambo ya Walawi 5, Mambo ya Walawi, samani, Matendo ya Mitume, pole. Matendo ya Mitume, samahani. Nimeshikilia mambo. Matendo ya Mitume 5. Tuangalia nini? Huyu mtu akishajulishwa ni toba, alafu ndo afuate msamaha wa dhambi. Ukishajulishwa kwanza kosa lako ambalo umefanya ni toba, ni ugeuke kutoka kwa hilo kosa, alafu ndio upate msamaha wa dhambi. Hiyo ni imani ya Mungu. Naweza kusoma 30 na 31. Unasema, naam. Matendo ya Mitume 5:30 inasema, Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu kutoka kwa wafu, ambaye nyinyi mlimuua na kumtundika kwenye msalaba. Mungu alimtukuza, akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi na mwokozi, ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Wazarudia 31. Asante. Mungu alimtukuza, akamweka mkono wake wa kuume kuwa kiongozi. Hii ni imani ya Mungu. Mungu anamtukuza Yesu Kristo. Sawa? So mimi na wewe afaa tuamini pia Mungu anamtukuza nani? Yesu Kristo. Sawa sawa. Imani ya Mungu ni kwamba Mungu anamtukuza Yesu Kristo. Na kwa nini Mungu anamtukuza Yesu Kristo? Endelea tafadhali. Akamweka mkono wake wa kuume. Mungu anamchukua Yesu Kristo, anamweka mkono wa kuume. So imani ya Mungu ni kwamba Yesu Kristo yuko mkono wa kuume wa Mungu. So mimi na wewe afaa tuamini venye Mungu anaamini na venye Mungu amefanya. Yesu yuko mkono wa kuume wa Mungu. Imani ya Mungu kuwa kiongozi na mwokozi. Mungu akamfanya Yesu Kristo kiongozi. Imani ya Mungu ni kwamba Yesu Kristo ndio kiongozi na mkombozi. So mimi na wewe yafaa tuingie katika imani ya Mungu kwamba Yesu Kristo ni kiongozi na mkombozi, isipungukiwe na chochote. Naam. Ili awape Israeli toba. Ili awape. Alikuwa anaongea kuhusiana na Israeli, lakini hapa anaongea sasa na kila mwanadamu. Ili ampe Otieno toba, ili ampe Omondi toba, ili ampe toba, anipe toba. Hiyo ndio imani ya Mungu. Mungu anamtukuza Yesu, imani yake, ili wewe upewe toba na ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kile ambacho kinaanza ni toba. Alafu kile ambacho kinafata ni msamaha wa dhambi. Ndio maana huyu mtu akijulishwa dhambi yake ile amefanya. Akishajulishwa, kitu ambacho kinaanza venye ulivyojulishwa dhambi ni ulianza toba. Ni ulianza kutambua hukumu za Mungu, ulianza kutambua hasira ya Mungu, then toba ikaanza kufanya kazi. Ulipokuwa ukisikia neno, Mungu akakupatia toba. Katika toba hiyo Mungu akakupatia huzuni ya kiungu. Hatutasoma lakini tulisoma, ambao hii huzuni ya kiungu ndio inakugeuza kutoka kwa yale makosa yako yote. Yale makosa ulikuwa ukiyafanya katika Wakorintho wa pili. Hatutasoma lakini tutapita Wakorintho wa pili 7 mstari wa 9. Paulo anafurahia kwa sababu wamepewa uchungu, wamepewa huzuni. Alafu anasema kwa huo huzuni nafurahia kwa sababu ni huo huzuni umewafanya mtubu. So kuna huo huzuni ambao nilisikia kuhusiana na yale ambao nimekuwa nikiyafanya. So huo huzuni ambao unasikia ndio unamfanya huyu mtu atubu, ageuke, atafute mbuzi mke.
ili kupitia mbuzi mke apate ondoleo la dhambi. Hiyo ndio imani ya Mungu, na inafaa iwe imani yangu na yako. Kusipungukiwe na chochote kuhusiana naye. Chochote ambacho kimepungukiwa ni dhambi. Nikipungukiwa na chochote katika imani ya Mungu venye Mungu anaamini, mimi niamini nusu yake ama hata kidogo kabisa 99%, nibakishe hiyo moja, then hiyo tayari ni dhambi. Mungu anataka niamini 100%, uamini 100%, ile imani iko ndani yake, ili iwe imani yako na utatembea katika imani 100% hata katika wokovu wako. Amina. Tumeelewana? So tumeona kabisa lazima kuwe kwanza na nini? Toba. Alafu ndio kuwe na msamaha wa dhambi. So hiyo natumai ni ile iko ndani ya moyo wa Mungu. Alafu pia tutaruka, huyu mtu atasamehewa. So katika imani ya Mungu ni kwamba akitoa huyu mbuzi mke, Mungu anaamini kabisa kwa huyu mbuzi mke utasamehewa. Sawa? So hii ndio imani ya Mungu. So huyu akienda kutoa huyu mbuzi mke, anaamini kabisa ndani ya moyo wake, mimi nikitoa huyu mbuzi mke nitasamehewa. Tumeelewana? So hiyo ndio imani ya Mungu. Isipungukiwe na chochote. Tuangalie Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi. Mungu akachagua kuhani. Mambo ya Walawi 16. Mambo ya Walawi 16. Tuangalia nini? Tuamwangalia kuhani ambaye ni Aaron, ambaye Mungu amemchagua. Wakumbuka tukianza, Mungu anachagua kuhani ili watu wasamewe nini? Wasamewe dhambi. Na tumeona venye Mungu ameeleza venye dhambi ilikuwa inasamehewa. So tunataka tuone huyu kuhani ambaye tumeanza kumuongelea anaposhughulikia dhambi. Alafu katika imani ya huyu kuhani, wale ambao pia kundi la Waisraeli wanaeka imani yao kwa huyu kuhani. Alafu huyu kuhani anapohamisha dhambi, alafu huyu kuhani anaamini kabisa dhambi za Waisraeli wote zimekuwa kwa hii sadaka. So yule ambaye ameanguka kwa ushirati kule katika kusanyiko, anaamini, kuhani anaamini ushirati wake ameweka hapa. Yule ambaye alianguka katika usinzi, yule anguka katika chuki, katika zile dhambi zote za Wagalatia, kuhani anaamini hizi dhambi zenu nyote ninyi wa Israeli, kwa uwezo wa Mungu na kwa neno la Mungu na kwa imani ya Mungu, zimechukuliwa na ziweka kwa huyu mbuzi. Alafu kuhani anaamini huyu mbuzi ndio mwenye dhambi. Melewana? Alafu Mungu pia anaamini huyu mbuzi ni mwenye dhambi. So Mungu anaamini ukifanya hivyo kuhani, ukiweka mkono wako kwa hii sadaka ya dhambi, huyu mbuzi atafanyika dhambi. Mungu anaamini hivyo. So huyu kuhani anaamini kile Mungu anaamini. Huyu kuhani akiweka mikono kwa huyu mbuzi, yuko confidence 100%, na anafanya kwa ile imani ya Mungu ambayo Mungu amemwambia weka mikono yako kwa hii sadaka ya mbuzi. Akiweka mikono yake, basi anaamini dhambi za Waisraeli wote anazihamisha kwa huyu mbuzi. Tumeelewana? Na hakuna mtu anakuwa na shaka pale. Kuhani hana shaka, na lile kusanyiko pia halina shaka. Tumeelewana? So kuna huyu kuhani ambaye Mungu alimwenua, muita Aaron. So katika imani ya Mungu, Aaron Aaron anatenda kazi kupitia ile imani kwa ndani ya moyo wa nani? Wa Mungu. So Aaron anaamini kabisa. So tutaangalia Mambo ya Walawi 16. Mambo ya Walawi 16, tutasoma 21, 21. Sema Mambo ya Walawi 16:21, andiko linasema Harun ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote na uasi wa Waisraeli, yaani dhambi zao zote, ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi. Atamwachia huyo mbuzi akimbilie jangwani kwa uangalizi wa mtu aliyepewa wajibu huo.
Huyo mbuzi ni mbuzi ambao ni mkamilifu kabisa. Si mbuzi ambao yuko na shaka. Si mbuzi ambao yuko na doa. Chochote ambacho kiko na doa Mungu hakipokei. So huyo mbuzi ni mkamilifu 100%. Sawa? Si mbuzi ambao amevunjika mguu ama jicho lake moja halijakuwa vizuri. Huyo ni mbuzi ambao ni mkamilifu kabisa mbele za Mungu. So kabla Aruni aeke mikono, tutarudi tena hapo, kabla Aruni atransfer dhambi za wana wa Israeli kwa huyu mbuzi. Nakumbuka hiyo ni imani ya Mungu. So Aruni lazima akague ile sadaka. Kile ambacho anaenda kufanya ni anaenda kuchukua uovu wote wa wana wa Israeli, au uchukue alafu auweke kwa kichwa cha huyo mbuzi. Hili ni tendo la imani. Lazima Aruni ameamini ndani ya moyo wa Mungu lile neno ambalo Mungu amesema hizi dhambi ili zihamishwe lazima uweke mikono. So Aruni anaamini kabisa ndani ya imani ya Mungu, anaamini akiweka mikono dhambi zote za wana wa Israeli zitahamishwa katika hii sadaka. Lakini kitu ambacho yafaa tuangalie ni hii sadaka. Hii sadaka ilikuwa lazima iwe takatifu. Kama ilikuwa na shida tu kidogo, Mungu hangeipokea. So Aruni ndani ya moyo wake alikuwa na imani. Hii sadaka ni takatifu. Hii sadaka ni ya haki. Hii sadaka haina maua. So Aruni alikuwa anaichunguza, akichunguza. Yule mbuzi ama yule kondoo ni mkamilifu kabisa, ni mzuri kabisa. Lakini atakapoweka mikono yake kwa huyo mbuzi, ule uchafu wote wamefanya utahamishwa kwa mioyo yao, kwa imani iliyo ndani ya moyo wa Mungu, iwekwe kwa huyu mbuzi ama kondoo. Huyu kondoo sasa atakuwa tishio. Maana ule uchafu wote wanadamu wamefanya umechukuliwa ukahamishwa katika huyu mbuzi. So huyu mbuzi ama kondoo sasa ni tishio, gaidi kabisa. Huyu mbuzi ni mwizi, huyu mbuzi ni mzinzi, huyu mbuzi ni mshirati, huyu mbuzi anakuwa mchafu kabisa. Tumeelewana. Kuna imani ya Mungu. Akiweka mikono atahamisha dhambi. Mara kwanza mbuzi ni msafi, hata mwenyewe anamshika, anamkumbatia, wanampenda. Lakini punde kuhani ataweka mikono yake, Aaron akiweka mikono yake, mbingu inashuhudia na iko na imani kwamba angalia dhambi za Waisraeli, angalia uzinzi, angalia ushirati, angalia ile mbegu iko ndani ya mioyo yao, inaondolewa, inawekwa kwa yule mbuzi. Yule mbuzi anakuwa kitu kibaya kabisa. Hata mbuzi akimwona yule mwenyewe anamjua, pengine anamuona. Huyu mwenyewe hata hataki kumuona kabisa. So hata kuhani akimchinja kabisa, kuhani anamchinja bila huruma. Kwa nini? Huyu mbuzi ni gaidi kabisa. Huyu mbuzi ni kitu kibaya zaidi. Ni sawa na Al-Shabaab wenye wameua watu. So dhambi ya Al-Shabaab yekwe kwa kuku. Huyu kuku ndo anakuwa mbaya. Vile ukipata Al-Shabaab unaweza mpiga risasi ukiwa askari. Huyu kuku sasa anakuwa hivi. Ni sawa na wanajeshi wakiona Al-Qaeda. Wakiona Al-Qaeda wanajua huyu ni hatari sana, wanamiminia risasi kabisa. So hiyo dhambi ya Al-Qaeda imekuwa kwa mbuzi ama iwekwe kwa mnyama yote yule ambao mimi na wewe tunataka tufikirie. Lakini acha tuende na maandiko, ichukuliwe sasa hiyo dhambi ya Al-Qaeda iwekwe kwa mbuzi. Huyo mbuzi ndio atapigwa hizo risasi. Umeelewa? So hiyo ndio imani ya Mungu. Lakini kwanza lazima kiwe kisafi 100%. So Aaron ana shaka na huyu mwana kondoo. Kiangalia Kumbukumbu la Torati 17. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa kwanza. Kumbukumbu la Torati. Melewana? So imani ya Mungu, sadaka lazima iwe kamilifu, sadaka lazima iwe takatifu, sadaka lazima iwe bila mawa, sadaka lazima iwe bila lawama. Sawa, hiyo ndio imani kwa moyo wa Mungu. So Aaron akipewa mbuzi, anachunguza kabisa, anachunguza macho, anachunguza masikio, anachunguza miguu, anachunguza mkia, anachunguza kila sehemu, anachunguza rangi. Inafanya ile moja full. Aaron akikubaliana na hiyo, huyu ni mkamilifu.
kwa ile imani ya Mungu, Aaron anapumzika. Na Wanaisraeli wanaambiwa hii sadaka ni kamilifu, so msiweke dosari. Ondoa dosari yako yoyote. Hii ni kamilifu. Nyinyi mna dhambi. Sema yes. Wanasema ndiyo. Hii ni kamilifu, nyinyi mna nini? Mna dhambi. Aaron umechunguza, hata yule mtu ambaye yuko kwa kabila mwisho kule la Juda, ama yuko kwa mwisho kule kwa Efraimu, kuhani akisema ni safi, anaamini ni safi hata kama hajaiona. Tumeelewana? Na kwa sababu Mungu ameamini ni safi, Aaron ameamini ni safi. Aaron anafanya kazi na imani ya Mungu, anatembea na imani ya Mungu. Hiyo ndio Mungu anataka mimi na wewe. Unaweza soma tafadhali? Kuanzia 1. Ya 1. Msimtolee Bwana Mungu wenu dhabihu ya maksai au kondoo ambaye ana dosari yoyote au itilafu ndani yake, kwa kuwa hilo litakuwa chukizo kwake. Mungu anasema, hii yangu inaongea kuhusiana na kilema. Usimchinjie Bwana Mungu wako ng'ombe wala kondoo aliye na kilema, wala neno ovu lolote, kwa kuwa hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. So hawezi kutoa chukizo. Lazima awe very keen ili asimpatie Mungu nini? Chukizo. Tumeelewana? Ili asimpe Mungu chukizo. So akiweka mkono Aaron, hii ni safi kabisa. Akiweka mkono kwa hii sadaka, hii mbuzi, anahamisha nini? 16. Anahamisha dhambi za wana wa Israeli. Anahamisha uovu wa wana wa Israeli. Anahamisha nini nyingine? Makosa ya wana wa Israeli. 16:21 Mambo ya Walawi. So haya yote yanahamishwa. Anahamisha kwa nini? Imani ya Mungu. Melewana? Imani ya Mungu. Alafu huyu mbuzi anafanya nini? Anachinjwa, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hatutasoma, lakini Warumi, ukiangalia Warumi 6:23 nasema mshahara wa dhambi ni mauti. So huyu mbuzi sasa ndo amebeba dhambi. Huyu mbuzi ndo anafaa alipe mshahara wa hii dhambi ambao amebeba. Hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu. Waibrania 9:22. So kwa huyu mbuzi mpaka kuwe na damu, ili hiyo dhambi ambayo amebeba, damu ikimwagika, kwa hiyo damu ambayo imemwagika, hii dhambi itasamehewa. Amina. Hii damu ambayo itamwagika, si amebeba uzinzi wako, amebeba usherati wako, amebeba ile mbegu yako ya dhambi iko ndani ya moyo wako kwa Adamu. Amebeba huyu mbuzi. So huyu mbuzi achinjwe, huyu kondoo achinjwe. Akichinjwa, ile damu ikimwagika, then kwa nini damu inamwagika? Hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu. So hiyo damu ikimwagika, umepata ondoleo la dhambi. Imani ya Mungu. Tumeelewana? Imani ya Mungu 100%, hivyo ndio Mungu anaamini. Yesu alisema hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. So hii damu ikimwagika kwa huyu mnyama, Mungu anaamini mumepata ondoleo la dhambi. Alafu Aaron anaamini Waisraeli wamepata ondoleo la dhambi. Na Waisraeli wanaamini, Mungu anaamini kwamba wamepata ondoleo la dhambi. Damu ikimwagika, imemwagika, wako na ondoleo la dhambi. Huyu mnyama ni lazima afe. Asikatwe shingo alafu aendelee kuruka akimbie. Ilikuwa ni lazima kuhani hakikishe mnyama amekufa. Maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo dhambi ambayo huyu mnyama amebeba, akichinjwa, akifa, uhai wa mnyama ukitoka, then lile deni la wana wa Israeli limelipwa. Hiyo ndio imani ya Mungu. Hiyo ndio faith ambayo iko ndani ya moyo wa Mungu, faith of God. So Aaron anaamini kupitia ile faith of God venye anaamini. Huyu mnyama amekufa,
anaamini, Mungu anaamini akifa watasamehewa dhambi. Aaron anaamini Mungu anaamini wakifa watasamehewa dhambi. Aaron anaamini venye Mungu anaamini mnyama akifa watasamehewa dhambi. Aaron anaamini wamesamehewa dhambi kwa sababu mnyama amekufa. Faith. Imani ya Mungu. Amen. Alafu anasamehewa dhambi hiyo, mwaka mmoja wanakuwa watakatifu. Tarehe 7 mwezi wa 10, mwaka mzima wanakaa katika utakatifu na wanatembea kwa njia za utakatifu. Wakienda nje wanapigwa na wanaweza futiliwa mbali, wanakuwa reprobates. Tumeelewana. So paka hapo hakukuwa na 99 kwa imani ya ile Mungu yuko nayo. Kulikuwa na 100%. Tumeelewana. Faith of God. So turejee sasa kwetu kwa Agano Jipya. Kuna kafara ambao Mungu alichagua, ambao ni nani? Ni Yesu Kristo. Mungu alichagua Yesu Kristo kweli. Tutaangalia waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wa 18 na 19. Peter 1:18. Yeah. Tunasema kwa maana fahamu kwamba, waraka wa kwanza wa Petro 1:18 inasema, kwa maana mfahamu kwamba mlikombolewa kutoka mwenendo wenu usiofaa ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu, si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwanakondoo asiye na dosari wala doa. Yeah. Mungu anaongea kuhusiana na huyu mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo, asiye na dosari wala doa. Mungu anasema maana mumekombolewa. So imani ya Mungu sasa, kumbuka Aaron ndo kuhani kule. Na huku sasa tunataka tuangalie kitu ambacho ni cha kutufungua zaidi. Huku Mungu ndo anachukua ownership. Mungu ndo anachukua ukuhani sasa. Yesu anachukua sehemu ya kondoo. Tutaangalia zaidi. Mungu anasema kuna kondoo, mpaka sasa tunaona kuna kondoo hapa. Rudia tena 19. Bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwanakondoo asiye na dosari wala doa. So Kristo ndio mwanakondoo ambaye Mungu anamshuhudia, huyu kondoo hana dosari, huyu kondoo hana doa. Mungu anasema huyu kondoo aitwa Yesu Kristo hana dosari. Mungu anasema hana dosari. Mungu anasema hana doa. Hivyo ndio Mungu anasema katika Injili ya Yesu Kristo. Sawa. Acha tusome mstari wa 20. Tumetambua Yesu Kristo ndio kondoo. Then nani atachukua nafasi ya ukuhani? Tuangalie 20. Yeye alichaguliwa kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Yesu alichaguliwa. Huyu kondoo aitwa Yesu Kristo ambaye hana mawa, alichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Lakini akadhihirishwa katika siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Lakini Yesu Kristo sasa amedhihirishwa hizi siku za leo kwa ajili yetu. Inaongea kuhusiana huyu kondoo alitolewa, alichaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huyu kondoo tabia yake hana lawama, hana mawa. Amechaguliwa lini? Kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. So kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kuna mtu alichagua huyu kondoo. Tabia ya huyu kondoo hana lawama, hana mawa. Kuna mtu aliamini huyu kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ambaye ni Mungu. Akachunguza huyu kondoo aitwaye Yesu Kristo. Mungu akamchunguza Yesu Kristo, akasema huyu Yesu Kristo hana mawa. Huyu Yesu Kristo hana dosari. Hii sadaka ambayo inaitwa Yesu Kristo, Mungu alichunguza mwenyewe akasema hii haina mawa, hii haina dosari. Mungu alichunguza. Nataka tuangalie tabia nyingine, alafu tumwangalie ni nani alimchinja huyu Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza 1:30. Hii sadaka kama sina shaka na
hii sadaka, then sitakuwa na shaka na kile ambacho hii sadaka itanipatia. Lakini nikiwa na shaka kidogo na hii sadaka, then nitakuwa na shaka ambayo hii sadaka imenipatia. Umeelewa? Wakorintho wa kwanza 1:30. Mungu anataka tuondoe shaka katika hii sadaka. Kama haina lawama, haina mawa, then mimi sifai niwe na shaka ndani ya moyo wangu na mawa kuhusiana na hii sadaka. Imani ya Mungu kwa hii sadaka ni haina mawa. Imani ya Mungu kwa hii sadaka ni haina dosari. Haina lawama. Leza soma 1:30. Inasema, Wakorintho wa kwanza 1:30 inasema, bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu, yaani haki na utakatifu na ukombozi. Ndio tena tafadhali. Bali kwa yeye nyinyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima itokayo kwa Mungu, yaani haki na utakatifu na ukombozi. Huyu kondoo ambaye tumwangalia, ambao ni Yesu Kristo, ambao Mungu amemwangalia, akamwangalia, akamfanya uchunguzi. Tukaangalia amesema hana lawama wala hana dosari. Sawa? Mungu mwenyewe amesema, hiyo ndio faith of God. Amini Mungu vile anavyomwamini Yesu Kristo, ndio itakuwa una imani ya Mungu. Tumeelewana? Then hapo tuambiwa Mungu anazidi kushuhudia kuhusiana na hii sadaka. Anasema hii sadaka ni takatifu. Mungu anasema hivyo. Anasema hii sadaka ni haki. Mungu anasema hivyo. Hii sadaka iko na hekima ya Mungu na iko na ukombozi. Imani ya Mungu ni kwamba huyu Yesu Kristo hana lawama, hana dosari, ni mtakatifu, ni mwenye haki. Hapo ndani kuna hekima na kuna ukombozi. So imani ya Mungu ni kwamba yoyote atakayeamini hii sadaka, hayo yote ambayo Mungu ameyakiri yatakuwa ndani yake. Na kiamini yatakuwa ndani yake, na Mungu ataamini yako ndani yako. Umeelewa? So hiyo ndio imani ya Mungu. Benye Mungu anaamini kwa huyu mwana. Mungu anashaka 100%. Hata ulimwenguni mzima malaika wote waambie Yesu Kristo kwaje? Mungu anasema nilimchunguza Yesu Kristo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Nikatambua huyu Yesu Kristo ndiye mwana kondoo. Na huyu Yesu Kristo hana dosari, hana lawama, ni mtakatifu, ni mwenye haki, kuna ukombozi ndani yake kwa yoyote atakayeamini venye Mungu anaamini. Amen. Leo hivyo ndio Mungu anaamini, na hiyo imani ya Mungu ndio mimi na wewe tunaisikia leo kupitia injili ya Yesu Kristo, ambayo iko na nguvu ya kukufanya wewe pia uamini jinsi Mungu alivyoamini. Alafu yale Mungu anaamini wewe pia uamini, yani uwepateka ya yale Mungu anaamini, na Mungu akuhesabie. Amina. Melewana? So Mungu anashaka nani alimchinja Yesu Kristo? Aaron alikuwa anachinja. Nani alimchinja Yesu Kristo? Nani alichukua hili vazi la kwanza kabisa, nguo ya kwanza kabisa kuivaa kama kuhani? Ni nani? Kwa maana umeona Yesu Kristo ndio kondoo. Nani anamchinja huyu kondoo? Anaitwa Yesu Kristo. Kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ni Mungu mwenyewe. So ile kazi ambayo Aaron alikuwa anafanya wa Israeli kupitia ile imani ya Mungu ilikuwa kamilifu kwa mkono wa Aaron. Itakuwaje zaidi kamilifu kwa mkono wa Mungu ambaye anamchinja Yesu Kristo kwa wale watakaoamini na watembea katika imani ya Mungu? Amina. Waelewa? Kwa mkono wa Aaron na kupitia uwezo wa Mungu na kupitia imani ya Mungu ambao Aaron alikuwa anatenda nayo kazi, Waisraeli walikuwa wanapewa utakatifu kupitia ile dhabihu kwa mwaka mmoja kwa mkono wa Aaron. Na kwa dhabihu ya wana wa Israeli walikuwa wanakamilishiwa utakatifu na haki. Tutakamilishiwa zaidi kiasi gani kwa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo? Yeye akiwa sasa akichukua vazi la ukuhani, alafu akileta sasa sadaka ambayo ni kamilifu zaidi, ambayo ni Yesu Kristo, ambayo sasa atufanyie hiyo kazi. Kwanza atahamisha dhambi zetu zote, alafu atamchinja Yesu Kristo. Alafu ataileta chini kwa duniani, ailete kama kitu ambacho kishafanyika, alafu sasa anaidisplay. Kitu ambacho kilifanyika mbinguni sasa kifanyike duniani. Tumeelewana? So kwani Mungu anamchinja Yesu Kristo. Ufunuo 13 mstari wa 8.
Mungu hataki uwe na shaka katika njia yoyote. Amina. Mungu hataki niwe na shaka kwa njia yoyote. Mungu anataka nitembee na ile imani kwa moyo wa Mungu. Hiyo imani isipungukiwe hata kidogo. Ikipungukiwa tu kidogo na dhamira yako ikikushuhudia kwamba umepunguza hapa, then hiyo tayari ni dhambi. Dhamira yangu inafaa nishuhudie kwamba sijapunguza na sitapunguza. Ile imani iko kwa moyo wa Mungu. Naweza soma Ufunuo 13 mstari wa 8 inasema, naam, nao watu wote waishio duniani watamwabudu huyo mnyama, yaani wale wote ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Cha mwana kondoo aliyechinjwa. Kitabu ni cha Yesu. Cha mwana kondoo. Mweza hiyo sentence, cha mwana kondoo. Kitabu cha mwana kondoo. Hicho ni kile kitabu cha Yesu Kristo cha mwana kondoo. Endelea. Aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Yesu Kristo ndio mwana kondoo ambaye alichinjwa kabla kuumbwa kwa ulimwengu. Nani alimchinja huyo kondoo? Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. So Mungu ndo amechukua kazi ya ukuhani. Amina. Sawa, Mungu ndo anachukua kazi ya ukuhani. Mungu hana shaka. Sipasi kuwa na shaka. Kuwa na shaka ni dhambi kubwa sana ya kukupeleka jehanamu. Mungu hana shaka. Yeye ndo amechukua hiyo kazi ya Aroni. Kabla kondoo achinjwe, nini inachukuliwa? Inaekwa kwake dhambi. Dhambi ndo inaekwa. Kondoo hizi chinjwa kama kuna dhambi. Mungu mwenyewe alichukua responsibility. Ndio haya yote yalifanyika mbinguni, Mungu akayaleta kwetu sasa. Mungu ndo alichukua responsibility ya kuhamisha dhambi zetu zote kutoka kwa mioyo yetu kwenda kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio imani ya Mungu. Hapa tuwe makini. Imani ya Mungu ni anachukua dhambi zako, makosa yako yote anayahamisha kwa Yesu Kristo. Anayahamisha kwa nani? Yesu Kristo. Umeelewa? So hiyo ndio imani ya Mungu. Sawa? Hatuko mbali. Hiyo ndio imani ya Mungu. So Mungu anataka niwe makini hapa. Mungu anaamini nini? Mungu anaamini kwamba kuna dhabihu ambayo ni Yesu Kristo, yeye ameichinja, sasa tuwaeleta hapa chini. Mungu anachukua dhambi zako zote, anazihamisha kwa Yesu. Mungu anataka wewe uamini hivyo. Niamini, makosa yangu yote, dhambi zangu zote zimechukuliwa, zikaekwa kwa huyu Yesu Kristo. Mungu anaamini hiyo, anataka wewe uamini hiyo. Wakorintho wa pili, akisoma Wakorintho wa pili nitasoma Yohana 1:29. Wakorintho 5:21. Nitasoma hii kwanza. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama, wanadamu wote wa ulimwengu sasa wanaambiwa, tazameni mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sote tuambiwa sasa, tazameni mwana kondoo wa Mungu anaichukua dhambi ya ulimwengu. Dhambi yako ile imeingia katika moyo wako kupitia baba anaitwa Adam. Warumi 5:12. Dhambi iliingia kwa ulimwengu. Hiyo dhambi ambayo imeingia kwa ulimwengu, Mungu anamtumia Yohana akika mikono yake kwa Yesu Kristo katika ubatizo. Mungu anashuhudia kwamba hii dhambi ya ulimwengu naitoa kwa ulimwengu sasa. Angalieni naiweka kwa Yesu Kristo. Alafu Mungu anataka ulimwengu mzima uaminio imani ya Mungu. Waona Haruna akika mikono, alafu anaambia Israeli, dhambi zenu zote ziko hapa. Yohana akimbatiza Yesu Kristo, Mungu anahamisha. So Mungu anataka uamini kwamba dhambi zako zote, uasi wako wote, zangu zote, makosa yangu yote yalihamishwa na Mungu mwenyewe aliyekuani, akimtia Yesu Kristo katika misingi ya ulimwengu. Akahamisha Mungu mwenyewe akaweka kwa Yesu Kristo. Mungu anataka uamini. Kutuamini chochote katika hicho ni dhambi. Jana mtaingia. Faith of God. Mungu anaamini nimehamisha dhambi kwa Yesu Kristo. Mbona hukuamini? Toba ilikuwa wapi? Huzuni ya kiungu ilikuwa wapi? Tumeelewana? Hivyo ndio Mungu anaona. So imani ya Mungu ni kwamba
Dhambi zako zimehamishwa kwa nani? Yesu Kristo. Mimi nafaa niamini imani ya Mungu kwamba zangu zimehamishwa kwa nani? Yesu Kristo. Wewe huna imani, mimi sina imani. Ile ya Mungu venye anaamini amehamisha, ndio wewe unapaswa uiamini ili upewe imani ya Mungu. Amen. Na yako ihamishwe kupitia imani. Melewana, unaweza kusoma. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi. Kwa maana Mungu alimfanya Yesu ambaye hana dhambi, ile dhabihu, kuwa dhambi. Yesu alifanywa na Mungu kuwa nini? Dhambi. Kwa ajili yetu, ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu kwake yeye. Rudia tena. Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi. Mpaka hapa Yohana anatuambia, tazameni mwana kondoo Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Mungu ameihamisha kwa Yesu Kristo. Alafu Mungu anatukumbusha tena, anasema yeye Mungu alimfanya Yesu asiyekuwa na dhambi. Kumbuka tumeona dhabihu ya Yesu Kristo takatifu, haki, iko hivyo. Mungu anasema hii dhabihu takatifu nimeitia dhambi sasa. Mungu anasema ile dhabihu ambayo takatifu sasa iko na dosari. Ile dhabihu ambayo ilikuwa takatifu sasa iko na maua. Ile dhabihu ilikuwa takatifu sasa si takatifu tena, maana iko na nini? Iko na dhambi. Ile dhabihu ambayo ilikuwa haki pale nyuma sasa si haki tena, sasa imefanyika uovu. Tumeelewana? Baada ya hiyo Mungu alimpeleka Yesu Kristo msalabani. Sawa? Msalabani ili aweze kukuhesabia wewe na mimi hiyo haki. Uelewa? So Mungu anahesabu Yesu Kristo sasa kiwa mchafu. Ndio maana Yesu analia, Mungu wangu mbona umeniacha? Mungu atamwacha. Mungu atamwacha kwa sababu dhambi sasa imekuwa kwa nani? Yesu Kristo. Si mtakatifu tena Yesu Kristo. Si mwenye haki tena. Yeye asiyejua dhambi, Mungu anasema alimfanya kuwa dhambi. So Yesu Kristo sasa ni dhambi. Na kama Yesu Kristo amefanywa dhambi, mimi na wewe tumefanywa nini? Imani ya Mungu ni kwamba umefanywa haki. Amen. Umeelewa? Umefanywa haki. Ili ufanywe haki, lazima Yesu afanywe dhambi. Hiyo ndio imani ya Mungu. Uwezi fanywa haki kama Yesu hajafanywa dhambi. Mungu akasema ni sawa, yako dhambi zako zote nimeziweka kwa Yesu Kristo. Yesu ni dhambi, wewe ni haki. Imani ya Mungu ni hiyo. Yesu akapelekwa msalabani. So Mungu mwenyewe ataadhibu ile dhambi sasa ya Yesu, yangu na yako. Dhambi yangu na yako ilikuwa kwa Yesu. So Mungu akawa anaiadhibu sasa kwa Yesu Kristo ili akuhesabie wewe haki 100% bila kazi yako. Amina. Melewana? Naona tangala vitabu viwili. Sawa? So Mungu ili akupatie hiyo haki amechukua dhambi akaiweka kwa Yesu. Mungu akamwona Yesu sasa mwenye dhambi. Yesu akawa muovu machoni pa Mungu. Sasa Mungu anapiga hiyo dhambi yangu na yako ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Ile hasira ya jehanamu Mungu anaimimina kwa Yesu Kristo. Ile chuki ambayo Mungu amekuwa nayo kwako anaimimina kwa Yesu Kristo. Amalisha nina dhambi akuhesabie haki. Amina. Hiyo ndio imani ya Mungu, na mimi na wewe hapaswi tuamini hivyo penye Mungu anavyoamini. Warumi 8 mstari wa 3. Venye Aaron alikuwa anachinja, ukifika tusoma Aaron venye alikuwa anachinja ile sadaka ya dhambi, then Mungu akachukua responsibility ya kumchinja Yesu Kristo kabla ya kwa misingi ya ulimwengu. Alafu ikaletwa sasa pale msalabani kwa ulimwengu mzima ione kile ambacho kimefanyika katika ulimwengu wa rohoni. Alafu watu waweke imani kwa huyo Mungu ambaye ni kuhani mkuu. Alafu tuhesabiwe haki kwa njia ya neema kupitia imani. Tunaweza kusoma Warumi 8 mstari wa 3, maandiko yanasema kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu dhambi katika mwili. Yes. Mungu alimtuma Yesu Kristo
akampatia mwili wako na wangu wa dhambi. Na kwa ajili ya hiyo dhambi Mungu mwenyewe akaihukumu hiyo dhambi katika mwili wa Yesu Kristo. Mungu akaihukumu vile kuhani anachukua kisu ama anachukua upanga, anahukumu hii sadaka ya dhambi. Mungu anasema yeye pia alimhukumu hii sadaka ya dhambi yako ambayo ni Yesu Kristo. Umeelewana? Damu ya Yesu ikamwagika kamwaika. Msalabani Yesu akipigwa misumari, damu yake ilimwagika. Ni Mungu alikuwa ndani ya wanadamu akikamilisha hukumu yake. Mungu ndo alihukumu. Mungu ndo alihukumu. Hiyo ndio neno la imani. Mungu anaamini amehukumu dhambi yako kwa mwili wa Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anaamini. Mimi na wewe tunapaswa tuamini dhambi yetu imehukumiwa na Mungu kwa nani? Yesu Kristo. Ni kama utangazaji, reported speech. Nikiambiwa rudia nyuma yangu, ndio hiyo imani. Mungu anasema katika maandiko, sio ombi la wokovu. Ni sawa na naweza fananisha na rudia nyuma yangu. Mungu anasema ile ambayo Mungu anaamini, dhambi zako na uovu wako, Mungu anasema nimehukumu kwa Yesu Kristo. Then mimi kurudia nyuma ya Mungu ni kwamba dhambi yangu imehukumiwa na Mungu kwa Yesu Kristo. Nisipunguze chochote kwa kile ambacho Mungu anasema. Hiyo ndio utapokea ile imani ya Mungu. Sababu ukisikia imani ya Mungu, ukisikia utaiamini, na hiyo imani ya Mungu itakuwa imani yako. Na imani yangu vile vile. Imani ya Mungu ni dhambi yako, nimeihamisha kwa Yesu, nikaihukumu kwa Yesu ili nikuhesabie haki. Hiyo ndio imani ya Mungu. Chochote kimepungukiwa na hiyo ni dhambi. Na inatosha kuingiza mtu jehanamu. Sawa? So, hiyo Warumi tutaangalia. Hiyo ilikuwa nane ngapi? Ili kwa Warumi 8:3. Tuangalie Warumi 4 mstari wa 6. Warumi 4 mstari wa 6. Tukiwa tunamalizia Warumi 4 mstari wa 6. Daudi pia alisema hivyo hivyo aliponena juu ya baraka za mtu ambaye Mungu humhesabia haki pasipo matendo. Mungu amhesabie mtu haki pasipo matendo. Ili Mungu akuhesabie haki pasipo matendo yako, ni lazima kwanza uamini ile kazi ambayo Mungu amefanya. Waelewa? Paka mimi na wewe tuamini ile kazi ambayo Mungu amefanya. Mungu anaamini kwamba amechukua dhambi zako zote, zangu zote, akaziweka kwa Yesu Kristo, akamwadhibu Yesu Kristo, akakuhesabia wewe haki. Then lazima kwanza uamini hiyo kazi ya Mungu ndio uweze kupata hiyo haki. Mstari wa 3, yes? Pasipo matendo. Pasipo matendo yako. Yale matendo yote ni ya Mungu ameyafanya. So lazima umwamini Mungu. Lazima umwamini Mungu. Nitasoma mstari wa 3. Maana maandiko yasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu. Lazima ujue Mungu anaamini nini. 1. Mungu anaamini uovu wako wote, dhambi zako zote amezichukua, akazihamisha, akaziweka kwa Yesu Kristo. Alafu Mungu anaamini akadhibu hiyo dhambi yako na uovu wako kwa Yesu Kristo. Alafu Mungu anaamini akakuhesabia wewe haki. Abraham alimwamini Mungu akahesabiwa haki. So ili uhesabiwe haki, lazima uamini kile ambacho Mungu anaamini amekifanya kwa Yesu Kristo kwa sababu yako. Amen. Amina. Umeelewa? Heri mtu yule ambaye Mungu amemhesabia haki pasipo matendo. So hiyo ndio injili ambayo Mungu amependezwa. Na zaidi ya yote, sawa, Yesu Kristo alipouawa, ikiwa ya mwisho, Mungu akipenda, Yesu Kristo alipouawa, waona ule bila mawa, waona ile bila lawama, zile za kwanza kabisa, Mungu alizichukua akazihesabu kwako. Wakolosai 1:22. Waelewa? Mara kwanza tumeona Mungu akisema kabisa, Yesu Kristo ni mtakatifu, hana mawa wala lawama. So Mungu akachukua lawama yako na mawa yako na yangu akaweka kwa Yesu Kristo. Mungu akaihukumu pale msalabani. Akaihukumu mawa yako na lawama yangu na
uovu wangu wote, akahukumu Mungu pale na dhambi zako. Alafu kupitia kuhukumu kule Mungu akasema sasa zile zilikuwa kwa Yesu Kristo, ndio Mungu imani yake anakutangazia wewe. Imani ya Mungu, nimehukumu dhambi yako, alafu yale alikuwa kwa Yesu Kristo mara kwanza nimekuhesabia wewe. Waelewa? Lakini Yes. dhabihu ya Yesu Kristo ni safi 100%. Nani ameikagua? Mungu mwenyewe. So vile Yesu Kristo alikuwa msafi kabisa machoni pa Mungu. Mungu anasema huyu hana lawama. Kipimo cha macho ya Mungu, lawama haoni. Kipimo cha macho ya Mungu, dhambi haioni. Kipimo cha macho ya nani? Ya Mungu. Alafu wala lawama kwa macho ya Mungu, kipimo cha Mungu, Mungu haoni kwa Yesu. So anachukua ule uchafu wako na wangu, anaweka kwa Yesu, alafu anahukumu. Alafu ule usafi aliouona ama alioupitisha mara kwanza anakuhesabia wewe. Uelewa? Lakini umeelewa? Yes. Ule usafi wa Yesu mara kwanza, Mungu akisema 100%, ndio huo usafi Mungu amekuhesabia wewe na mimi. Hiyo ndio imani ya Mungu. Venye Mungu anaamini. Mungu akisema Yesu ana mawaa. So Mungu ana ile bila mawaa ya Yesu, ndio Mungu anakuhesabia wewe. Hii ndio ile ya Yesu. Wewe pia una mawaa. So mimi na wewe ni tuamini ile imani ya Mungu kwa Yesu Kristo, alafu tuamini hiyo ya Mungu ili nipokee zile za Yesu Kristo. Tunaweza soma tukimalizia hiyo Wakolosai 1:22. Wakolosai 1:22 inasema, lakini sasa Mungu amewapatanisha nyinyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti, ili awalete mbele zake mkiwa watakatifu bila dosari wala lawama. Rudia tena tafadhali. Lakini sasa tuasoma nini? Hii ni imani ya Mungu. Tafadhali, hii ni imani ya Mungu, si neno tunasoma, ni venye Mungu anaamini kwamba amemtoa Yesu Kristo. Endelea tafadhali. Lakini sasa Mungu amewapatanisha nyinyi kwa njia ya mwili wa Kristo kupitia mauti, ili awalete mbele zake, ili mimi na wewe sasa tupelekwe mbele za Mungu tukiwa watakatifu bila dosari wala lawama. Wakumbuka tukianza mwanzo ile dhabihu ya Yesu Kristo, waraka wa kwanza wa Petro 1:18, kwamba hana lawama, hana mawaa macho ya Mungu. Kipimo ni cha nani? Tafadhali, kipimo cha Mungu. Mungu ndiye anajua mawaa ni nini. So Mungu akisema Yesu hana mawaa, Yesu hana dosari, Yesu ni takatifu, sasa hizo ambazo amezipima ndio anakuhesabia wewe na mimi na wengine wote. Imani ya Mungu, hiyo ndio imani ya Mungu. Sawa.